Toa ushahidi. Toa ushahidi nakwambia. Nataka toa ushahidi. Toa ushahidi. Toa ushahidi. Toa ushahidi nakwambia. Toa ushahidi. Toa ushahidi. Toa ushahidi wote. Nikuue. Toa ushahidi. Nitakuua. Nitakuua. Toa ushahidi. Toa ushahidi. Mke wangu, naomba lile mtoto. Lile mtoto mke wangu. Mke wangu, naomba lile mtoto. Dada yangu, mbona kila siku unaitazama hii picha? Ni miaka mingi sasa imepita, bado hujawahi kusahau tu? Siwezi kusahau ndugu yangu. Kabla hajafa aliniomba jambo moja, mpaka sasa hivi sijatekeleza. Kwani unamzungumzia mama yake Siri? Ndiyo, aliniomba nimlinde mwanaye mpaka wakati utakaofaa. Siri sasa ni mtu mzima, naona umefika muda wa kumwambia ukweli. Ni lazima ujue ukweli. Naogopa nikimwambia ukweli sasa hivi maisha yake yatabadilika kabisa. Najua usiposema itakuwaje. Watu wanaojua siri hii wanazidi kumfuatilia, watamuumiza kama alivyoumia wazazi wake. Haya. Basi muombe Mungu akupe hekima, maana muda wa kujua ukweli umekaribia.
ya Mo kwamba pesa ipo wapi? Pesa ziko benki. Za kwenu zote zikae benki. Nimsikia Mediana na Jigamba. Tumepata bonge la forward refu, sio nini? Inapiga, inaweka. Nikasema wewe. Inasema nini? Ule ni mwanzo tu. Dumbia wewe. Ule ni mwanzo. Huwezi kumjaji mtu kwa nanili kwenye mchezo wako wa kwanza. Ni kwanza ni wangapi? Waligi ni wa kwanza sawa, lakini sasa ila bora kwa sababu kupigwa kwangu wewe ndio umepata furaha, kwa sababu wewe ni mtu wa mawazo. Yaani siku ya mechi nilipokuwa kiwanja mimi ndio niliona sura yako unachangamka. Nikasema bora aniongezee lingine kwa sababu timu haitonifikisha popote. Wewe ndio mtu wangu wa karibu, nitataka nione furaha yako. Si unanielewa? Nakuelewa. Kwa hiyo ndio furaha yangu. Samahani kidogo. Wapi sasa rafiki? Ndio mkuu. Hakikisha kaa karibu naye, taarifa zote zilete kwangu. Sawa mkuu, nimekuelewa. Kuna shida? Hamna, kuna shida. Ni simu ya kazini. Sawa. Yaani wenzangu wakipata simu za kazini wanafurahi, wanachangamka. Wewe simu ya kazi umekutoa kwenye mwelekeo. Kuna nini rafiki yangu? Hapana kaka. Ni mistake tu imetokea kazini. Pole. Vipi? Kuna nini kimetokea kazini kwako? Juu ndio rafiki yangu. Tatizo lako tatizo langu. Kama mimi mwenyewe jinsi nilivyo. Shida zangu huwa nakuambia kila kitu. Kazini kwako kumetokea na nini? Samahani kaka. Naomba tu niondoke. Nipeleke kazini ili nione walichoniambia kama ni kweli au si. Tuondoke wote basi. Hapana. Ni muhimu sana. Tukiondoka wote tutaonekana tuna Yaani ningekusindikiza rafiki. Rafiki yangu Juma leo ukoje huyu? Sisi akagonga na gari. Nimefika. Unafanya choagiza? Ndio mkuu. Nimekuwa naye kwa kila hatua. Hana mashaka yoyote? Hapana mkuu. Bado hajaelewa kinachoendelea. Hakikisha anakaa mbali na ukweli. Sasa kujua ukweli kabla ya wakati. Sawa mkuu. Lakini mkuu, samani kwa hiyo kinachoenda kuongea. Mimi naona sisi tunamwonea pasina sababu. Unamwonea huruma? Hapana mkuu. Maana alikuwa rafiki yangu tokea utotoni. Kumbuka, ukinisaliti mimi, maisha yako hatarini. Sawa? Naelewa mkuu. Ondoka.
Ndio Amina. Kwenye maisha yangu kuna siri kubwa ambayo imefichwa, na ndio inanipa sina amani kabisa kwenye moyo wangu. Ila kumbuka, wakati mwingine isiaga zidanganya. Amina, niseme asante sana. Wewe ndio mtu unayemwamini kuliko watu wote hapa duniani, na wewe ndio mtu ambaye umebaki kwenye upande wangu. Nitakulinda hata dunia ikutenge. Niseme asante sana. Sili, unasikia sauti hii? Itakuwa ni upepo tu. Mkoza tuondoke hapa, maana haya mazingira hayanipi amani kabisa. Kaka. Yaani, Mimi nakuwa. kama vipi? Na nzuri imekuja mdogo wangu. Na nilikuwa nawaza sana sijui nitakupataje kwa sababu nilikuwa na maongezi na wewe. Yaani kaka, siku hizi kuna mambo kwenye maisha yangu hayako sawa. Nahisi maisha yangu yanaingia hatarini sasa. Kweli kaka. Usiwazi. Yote atakaa sawa. Hakuna lenye mwanzo likakosa mwisho. Hayo sema tu yataisha. Mpaka mimi mwenyewe hapa sielewi. Sielewi. Salama, shikamoo. Marahaba, jambo. Jambo. Marahaba, jambo. Sili, kuna kitu nilikuwa nahitaji kuzungumza na wewe. Ndio. Kuna mambo nataka tuzungumze. Karibu, ongea. Asante. Lakini kwa sasa nadhani si wakati wake. Muda ukifika tutazungumza. Sawa. Haya. Unamjua huyo? Huyu mama ni majirani pale. Kila siku akipita huwa ananiona kama ni vile anakuwa hivyo. Kwa hiyo hata mimi mwenyewe simuelewi. Hii hapa si ya mama aliyepita. Niangalie nini ambacho kimeandikwa huko ndani, kwa sababu yani haiwezekani basi isiwe kwangu afu mtu ameandika jina langu huko ndani. Sidi. Hilo ndo tatizo lako la maisha yako. Yaani hiyo ndo shida. Muda mwingine basi jaribu kuwa mwelewa. Mtu akikwambia aelewa. Unajua hii bahasha sio kama umekabidhiwa. Amepita mama nikakuuliza umemjua? Umeshanielewa? Amedondosha kwa bahati mbaya. Kwa malezi aliyobora ilitakiwa sisi hapa tushike hii bahasha aliyoitupa. Basi tumwelekee, tumpatie kifaa chake. Wenda amedondosha kwa bahati mbaya, hajajua kama ameangusha. Sawa, nimekuelewa. Hivi inawezekanaje? Mimi naitwa Siri na bahasha imeandikwa kwako Siri. Maana yake hii bahasha ilikuwa inanilenga mimi. Hata kama mama ameangusha kwa bahati mbaya ni sawa, lakini lengo lake na makusudi ilikuwa ni ya mimi. Ni sawa, lakini hujakabidhiwa. Sili mwanangu. Si ni sauti ya mama? Eh. Sili mwanangu.
Fungua. Nifungulie tafadhali. Siri. Kuna basha nimedondosha hapo. Hujaiona? Hujaona chochote? Hujaona basha? Ndiyo. Nilikuwa nayo huko. Msana afika pale na naangalia sina. Hai. Nilikwambia. Mara au ya kwako hai. Sasa basha ina jina langu. Inakuwaje ya kwako? Ndiyo, ni ya kwangu Siri. Nimedondosha. Ni kweli na jina lako lakini ni ya kwangu. Inawezekana vipi? Yaani Siri. Jina liwe la kwangu afu iwe ya kwako. Siri. Hii imekaaje? Sawa, ina jina lako. Lakini muda ukifika, nitakwambia kwa nini ina jina lako. Naiomba. Kwanza sama, hamjafungua? Mmeifungua eh? Mmeifungua? Hamna mama, hatujafungua. Nikwambia saa moja naingia kazini. Basi mimi naomba niondoke. Mimi nimeshavurugwa. Wewe hata ukiondoka poa. Tutawasiliana. Aneta kutoka stock tena. Juma, nakucheki basi baadaye. Dakika moja ndugu yangu. Poa. Mimi niko poa kabisa. Afu mtoto wewe. Siku ya pili sasa sijakuona. Umenitenga rafiki yangu. Hamna. Yaani siwezi amini. Yaani nilikuwa busy hizo siku mbili. Yaani wewe acha tu. Nikawaza yule rafiki yangu ana namna gani? Siku mbili hata simu yake haijapigwa. Hilo nimekumbuka kabisa. Kwa sababu gani? Kaka kaninyang'anya simu. Kwa sasa hivi nipo tu. Kwa hiyo kaka bado anaanza kusumbua kuhusu mimi. Hapo ndio maana wakati mwingine huwa nawaza sijui. Salama vipi? Wewe ndo si. Ya. Mimi ndo si. Na nini? Mzigo wako niliokuletea. Mzigo wangu? Yaani Sidi. Wewe kijana unamjua? alafu kweli nimesahau hata nakumuuliza jina. Wewe kijana wewe. Ukitaka ukweli mtafute Neema kabla hujachelewa.
Karibu. Karibu sisi. Karibu. Asante. Nimekuja kwa sababu ya jambo moja. Nimeambiwa kuwa wewe ndio unayejua ukweli juu ya maisha yangu. Naomba uniambie ukweli. Na usifiche jambo lolote. Nilijua hii siku itafika. Dada, muda wa kuficha siri umeisha. Siri anapaswa ujue ukweli. Mwambie. Weka kila kitu kwenye maisha yangu nijue, nielewe. Sawa. Shika siri. Shika utaelewa kila kitu. Wewe ni nani? Huyu alikuwa rafiki mkubwa sana baba. Na ikawaje? Akageuka kuwa adui mkubwa baba. Na kwa nini? Kwa sababu ya tamaa ya mali na siri aliyogundua baba. Najua uko ndani, fungua. Amekuja. Fungua. Ficha. Ficha kwanza siri. Katika kikundi cha J4G Film tumekuja kutambulisha filamu yetu inaitwa Maumivu. Ni filamu nzuri sana, haitoshi kuangalia na ukienda kuangalia hutojutia. Kwanza kuna wasanii wazuri sana, wana vipaji, naomba mkapate kuwasapoti katika channel yetu ya YouTube kwa kushare, kulike na kucomment. Tunawapenda sana.